Naam, tunaanza movie yetu na huyu jamaa aitwaye Alex akiwa ni mgonjwa mahututi. Unayemwona pembeni dada yake kipenzi aitwaye Leila. Leila anamulilia Mwenyezi Mungu akimkumbusha kuwa hana ndugu zaidi ya Alex, hivyo ampe hata nafasi ya pili ya kuendelea kuishi, akidai kuwa itakuwa vigumu kuendelea kuishi peke yake katika dunia hii iliyojaa watu wenye roho mbaya na chuki. Alex ameshindwa kukubaliana na hali ya kifo cha mkewe na mtoto wake, hivyo amekuwa akijikuta hospitalini mara kwa mara. Hata aliporuhusiwa, hali yake haikuonekana kuwa vizuri, maana mshikaji haongei kitu chochote, yani yupo tu. Rafiki yake aitwaye Frank na dada yake walipomfikisha nyumbani, walijaribu kushauriana ni kitu gani wakifanye. Frank akishauri kwamba wamtafute mshauri nasaha kama daktari alivyowashauri, ila dada yake Leila alionekana kupingana na wazo hilo, akidai kuwa sio salama kumleta mtu asiyemjua katika maisha ya kaka yake. Frank alijitahidi kumshawishi Leila, ila akaonekana kuwa mzito. Dada yake alijitahidi hata kumwandalia chakula anachokipenda, ila Alex anachokifanya tu ni kuzidi kuangalia picha ya mkewe na mtoto. Dada yake Leila anajitahidi kumbembeleza, akimwomba ale japo kidogo aweze kupata nguvu, vile aweze kutumia dawa alizopewa hospitalini. Dada yake alimbembeleza hadi akaanza kulia, ila jamaa mwendo ni wa kutizama picha tu, yani haongei chochote. Unajua kuna kipindi unapitia hali fulani hadi unaona kufa sio mchongo. Leila anajitahidi kufanya kila anachokiweza ili aweze kumrudisha kaka yake katika hali ya kawaida. Dakika moja anaweza kumwona anafanya kitu, akianza kumpa motisha, ghafla Alex ataganda kama linyagu fulani na kuanza kutoa machozi, kitu ambacho kinamuuma sana dada yake. Alichukua simu na kumpigia Franki, akamweleza kila kitu kinachoendelea. Franki alimpa pole na kumwambia kuwa amekuwa busy na kazi, ndio maana hajatokea. Dada yake anaongea kwa uchungu hadi machozi yanamtoka, akimwelezea Franki kuwa jamaa haongei na yoyote, hata kula ni shida. Walianza kutafakari ikiwa kuna rafiki yake mwingine ambaye anaweza kuja na kubadilisha mambo. Wakiwa bado wanajadiliana hilo, Leila alionekana kama kupata wazo fulani hivi. Alikaa kimya kwa muda, huku Frank akiendelea kumwongelesha bila majibu. Leila alimwomba nafasi na kuahidi kumpigia baadaye, akidai kuna jambo anataka kulitafakari faster. Hii movie inaitwa Unthinkable. Inapatikana kwenye YouTube channel ya Movie Mark TV. Bonge la movie. Ikiwa wewe ni mgeni hapa, nikukumbushe kusubscribe ili uendelee kupata kazi zetu bora. Vile usisahau kulike, kucomment na kushare ili kazi zetu ziwafikie wengi. Unayemtega sikio ni mimi Era Shadrack Kamangira, the guy from East Africa. Twende kazi. Tunaendelea movie yetu tukimwona Bella ambaye ni mfanyakazi wa Alex, yupo jikoni anamwandalia chakula. Alipomaliza kuandaa chakula alimfuata chumbani, akimuita aje kula. Ila Alex alibaki tu akimtazama bila kuongea chochote. Bella alionekana kuwa na wasiwasi, ila hakujua cha kufanya, akatoka na kuendelea na kazi zake. Upande wa pili tunamwona huyu dada aitwaye Temi, anajaribu kupiga simu ila haipiti. Rafiki yake Rose akawa ametokea na kumuuliza, "Kwani bado hapatikani?" Temi alipojibu kuwa bosi wake hapatikani, rafiki yake akamshauri ampigie manager. Temi alijibu kuwa amejaribu kufanya hivyo pia, ila simu yake naye haipiti. Vile manager amesafiri kikazi, hivyo atakuwa na kazi nyingi huko alikokwenda. Temi alilalamika kidai amejaribu kumtafuta bosi wake kwa siku mbili zote, ila jamaa hapatikani. Rose alidai kuwa anamuelewa, maana kufiwa na mke na mtoto siku moja ni pigo kubwa sana maishani. Bosi mwenyewe ni Alex na jamaa anapitia wakati mgumu kweli. Rose alishauri amfuate nyumbani ili aweze kusaini document alizokuwa anatakiwa kusaini. Temi alionekana kutolipenda wazo lake, ila Rose akamweleza kuwa hana namna nyingine. Temi alikubali ila akawa na sita. Rafiki yake Rose alichukua zile document na kumkabidhi, huku akimtaka aende haraka na kumwambia kuwa amependeza na imani Alex atafurahi kumuona. Huku nyumbani kwa Alex, mfanyakazi anazidi kumfuata akimwomba aende kula, ila jamaa bado amelala na hajibu chochote aisee. Kwa baadaye tunamwona Temi amefika kwa Alex. Mfanyakazi alipomfungulia, Temi aliomba kumuona Alex. Mfanyakazi wake akamuuliza ametokea wapi. Alipojitambulisha kuwa ni katibu wake, alimkaribisha ndani na kumwonyesha sehemu ya kukaa, huku akienda kumuita Alex. Raundi hii Bella alipofika chumbani kwa bosi wake alijaribu kumuita, jamaa akawa hata pepesi macho. Bella alitoka fasi na kumfuata Temi. Temi alipomwona alishtuka na kumuuliza ikiwa kuna shida. Bella alimsimulia kuwa tangia jana yake bosi wake aliporudi nyumbani hajatoka chumbani. Toka asubuhi amekuwa akijaribu kumuita aje kula, ila jamaa amekataa. Na hivyo alivyotoka kumuona jamaa hata pepesi macho. Walitoka mbio hadi chumbani kwa Alex. Temi akajaribu kumuita huku akimwamsha. Aliposhika mkono akagundua kuwa jamaa amezimia. Alimtuma Bella akachukua simu yake ili aweze kupiga simu. Aliendelea kumwamsha bila mafanikio, huku akimuita Bella awahi. Kwa baadaye tunamwona Temi ameshafika nyumbani, huku akimpa stori rafiki yake Rose. Vile akimshukuru kwa kumsisitiza aende kwa bosi wake, maana naamini asingefika pale, huenda Bella asingejua kilichokuwa kinaendelea na Alex angepoteza maisha. Baada ya siku Temi akiwa ametoka kazini, rafiki yake Rose alimfuata na kuanza kupiga stori. Walipomaliza kusalimiana na kujuliana hali ya siku, Rose alimuuliza Temi kuhusu hali ya bosi wake. Temi alijibu kuwa hajarudi hospitalini, ila meneja wake alienda huko na kuwapa taarifa kwamba jamaa anaendelea vizuri. Na ndio kile kipindi Alex alipokuwa amelazwa hospitalini, huku tukimwona dada yake analia kwa pembeni. Rose naye kila akipata nafasi hachoki kuulizia hali ya Alex.
Tema alijibu kuwa ni muda sasa hajapata habari yoyote, ila na imani kila kitu kipo sawa, maana kikitokea cha kutokea ni dhahiri meneja wao atawafahamisha. Licha ya hivyo, Rose alishauri kuwa ingekuwa vyema wangeenda kumuona. Tema alionekana kuto kumuelewa, akidai kuwa hawezi kuacha ofisi na kwenda nyumbani kwake. Baada ya siku Temi na Rose wakiwa wamelala, Temi aliota ndoto mbaya kuhusu bosi wake. Alipokurupuka kutoka usingizini, Rose naye alishtuka. Aliamka na kumuuliza kuna nini. Temi alipomsimulia kuwa ameota ndoto mbaya kuhusu Alex, rafiki yake Rose aliomba tafute siku aende kumuona. Temi alipingana naye akisema kuwa huenda bosi wake asifurahishwe na kitendo cha yeye kwenda kumuona Alex. Rose alimuomba asijali watakachokisema, ila yeye aende kumuona. Temi akiwa anatafakari aliyoambiwa, Rose akamuomba arudi kulala. Basi wakarudi kulala huku wakitakiana usiku mwema. Siku iliyofuata Temi alipita kwa bosi wake kabla ya kwenda kazini. Akiwa amekaa sebuleni, Lilian ambaye ndo dada yake Alex akawa ametokea. Temi alipomuona alinyanyuka na kumsalimia. Lilian hata hakujibu salamu yake. Alimwangalia kwa dharau na kumuuliza ni nani. Alipojitambulisha kuwa ni katibu wa Alex, Lilian alianza kumtukana. Alimtamkia maneno machafu sana, akimuita binadamu asiye na roho ya utu. Anawezaje kumletea kazi nyumbani ikiwa anajua bado anaomboleza juu ya kifo cha mkewe na mtoto? Temi alipotaka kujitetea alinyamazishwa. Lilian akapandisha sauti akimtukana. Aliendelea kumchamba na kumwonya asikanyage tena pale. Aliahidi kumwachisha kazi endapo hatafuata maneno yake. Alimfukuza kwa dharau huku akiendelea kumtukana. Temi akaondoka zake. Lilian kwa hasira hadi mito aliyoshika aliikunguta. Temi alipofika nyumbani na kumsimulia Rose kila kitu, Rose alionekana kujisikia vibaya na kumwomba msamaha. Temi akamwambia asijali, sio makosa yake. Rose alianza kuuliza nadhani atakuwa ni nani yake. Temi akajibu kuwa nadhani ni dada yake, maana alivyomkaripia inaonekana ni mtu wa karibu. Hata hivyo Rose hakuonekana kuipenda tabia ya Lilian. Baada ya siku Lilian alimuita Frank pale nyumbani. Akamjuza kwamba anataka muombe Lucy aje pale. Frank hakuonekana kupenda lile wazo, akiuliza na uhakika gani kwamba uwepo wake utamsaidia kaka yake. Lilian alijibu kuwa itasaidia maana ni rafiki yake. Frank alipouliza ikiwa yeye sio rafiki yake, Lilian alimwambia kuwa urafiki wao ni wa tofauti, maana Lucy na Alex wamekuwa pamoja na naimana namjua vizuri kuliko mtu mwingine yeyote. Frank hakuwa hata mgumu, alichodai tu ni kumuona rafiki yake akiwa vizuri. Lilian bila kuchelewa mida ya baadaye alimpigia simu Lucy, akamueleza kila kitu kakaka anachokipitia na kumwomba aje. Lucy aliahidi kuja haraka iwezekanavyo. Lilian akafurahi na kumshukuru. Alex ndo ameanza kupata nguvu, ila hata bado haongei. Dada yake akijaribu kumuongelesha jamaa anajibu kwa vitendo, huku akiendelea kuangalia picha ya mkewe na mtoto wake. Muda kidogo Lilian alimwambia kaka yake kuwa na surprise yake. Akamuita Lucy na kumwomba aingie ndani. Lucy alipoingia Lilian alitarajia kuona mabadiliko, ila jamaa aliendelea kununa vile vile. Lucy alianza kujiliza akisema kuwa amesikia kila kitu anachokipitia. Anamhurumia kama rafiki yake wa tangu utotoni na ndio maana akaja pale ili kuwa naye. Alichukua ile picha ya mkewe na mtoto akaendelea kulia. Lilian na Lucy walipopata muda wa kuongea, Lilian alimsimulia kwa ufupi kinachoendelea. Akamshukuru pia kwa kuitikia wito wake, vile vile kuchukua likizo ili aje kumuuguza kaka yake. Lilian alishangaa zaidi Lucy alipomwambia kwamba hajachukua likizo, bali ameacha kazi moja kwa moja. Lilian alipohoji, Lucy alimwambia kuwa Alex amekuwa msaada mkubwa katika maisha yake, na hiki kipindi ambacho Alex anapitia wakati mgumu, basi ni muda wake tosha wa kuweza kujibu mazuri aliyotendewa. Lilian aliendelea kumshukuru, akiona binti mlemba aliye na moyo wa dhahabu. Kuna hii siku bwana, Temi hakwenda kazini. Rose alipomuuliza kwa nini hajaenda kazini, Temi alimweleza kuwa wafanyakazi wenzake wote wataenda kumuona bosi wake Alex. Rose alishtuka na kumuuliza kwa nini hajaungana na wenzie, na je meneja wake atachukuliaje. Temi alimkumbusha alivyotishiwa kuachishwa kazi. Vile vile akasema kwamba hawezi kwenda kukutana na yule mwanamke tena, na kuhusu meneja wake asijali, alimweleza kwamba hajisikii vizuri. Upande wa Alex mambo yameanza kuwa mazuri. Lucy anajua namna ya kumchekesha bwana. Wakiwa bado wanacheka, Lilian alitokea na kupiga chabo, akawaomba kujiunga nao. Lucy alimuita akimwambia asijiogope. Alipofika naye walimuonyesha alichokuwa anacheka, naye akaangua kicheko na kukaa pembeni. Muda sio mrefu Bella alikuja kutoa taarifa kuwa wafanyakazi wa Alex wamekuja kumuona. Lilian alipoanza kumtukana kimuulizi imekuwaje wafungulie watu wasiowajua bila ridhaa yake, Alex alimwambia asijali, akamwomba aende awaambie kwamba anakuja. Lilian alipingana naye akimwambia kuwa hajisikii vizuri na hawezi kwenda kuonana nao. Alimtuma Bella aende akawaambie kuwa amelala. Wakiwa wanamhitaji wampigie simu au amtumie message. Lucy naye alimwomba amruhusu aende akawaone. Lilian alikataa kabisa, akidai wafanyakazi wa Alex wana mdomo, hivyo hataki wapeleke habari za uongo huko nje. Baada ya Temi kupata ile taarifa ya kuwa wafanyakazi wenzake walikataliwa kumuona bosi wao, alimfuata Rose jikoni na kumsimulia. Rose alishangaa sana, hadi akaanza kuuliza kwani atakuwa ni nani huyo. Temi akamwambia kuwa ndio maana hakutaka kwenda, na huenda yeye angekuwepo mama angekuwa mabaya zaidi. Lucy anapika vyakula Alex anavyopenda, hadi Lilian anamsifia kuwa anamjua kakake vizuri.
Lucy anajitahidi kumrudisha Alex kwenye hali ya kawaida, yaani hata chumbani kwake anashinda naye. Kuna hii siku Lilian na Lucy walikuwepo mezani wanakula. Lilian alimweleza Lucy kuwa hajisikii vizuri, maana anakaribia kurudi shule kumalizia mitihani yake, na kumwacha nyuma kaka yake katika hali kama ile ni kitu ambacho kinamtatiza sana. Lucy alimtoa wasiwasi, akamwomba atulie, aende afanye mitihani yake kwa moyo mmoja. Siku atakaporudi atamkuta bado yupo na anaendelea kumtunza vizuri kaka yake. Lilian alimshukuru sana. Lucy akamwambia asijali na yupo tayari kufanya chochote kwa ajili ya Alex. Kabla Lilian hajaondoka kurudi shule, kuna siku aliingia chumbani kwa Alex. Akaja kugundua kuwa Alex bado anaendelea kutizama zile picha. Alianza kuongea kwa hisia akimwomba ajikaze, maana kumuona katika hali ile inamchanganya sana. Na akumbuke kwamba anakaribia kwenda kufanya mitihani, hivyo itakuwa ngumu kwake. Aliendelea kuongea maneno mengi, ila Alex hakujibu chochote. Mwishowe alimwambia kuwa anampenda. Alex akadai kuwa anampenda pia. Lilian akadai kuwa atamkumbuka. Alex akamwambia kuwa naye atamkumbuka pia. Kuna hii siku Tema akiwa kazini, bosi wake alimfuata na kumwambia kwamba kuna document ambazo Alex ameziomba, hivyo itabidi azipeleke kwake. Tema alishtuka kiasi kwamba alianza kuuliza ikiwa ni yeye anatakiwa kuzipeleka. Meneja wake akiwa amuelewa alimuuliza, "Kwani wewe si ndo katibu wake? Hebu mpelekee hizo document na uzipeleke nyumbani kwake." Tema alipofika na kugonga mlango, Bella kama kawa alikwenda kumfungulia. Walipofika ndani alianza kumshukuru juu ya siku ile alivyosaidia kumpeleka Alex hospitalini. Tema alimwambia kwamba asijali, akamwomba tu aende kumuitia Alex. Bella alimwomba akae aende kumuita. Tema anamwogopa Lilian, hivyo hataki amkute pale. Bella alipofika chumbani kwa Alex, alimwambia kwamba yule mwanamke aliyekuwepo siku anampeleka hospitalini amekuja kumuona. Alex alishtuka na kumuuliza anamaanisha nini. Bella alirudia na kumwambia kuwa yule mwanamke aliyekuwepo ile siku unapeleka hospitalini ukiwa umezimia yuko hapa kukuona. Alex akamtuma mwambie anakuja. Bella alipomwambia alimuuliza ikiwa atapenda aletewe hata kinywaji. Temi alikataa. Yeye anachokitaka ni amalize na aondoke haraka, maana akikumbuka michambo ya siku ile hadi anapagawa. Alex alipotokea Temi alinyanyuka na kumsalimia kwa heshima. Walipokaa Alex alianza kumuuliza ikiwa ni yeye aliyempeleka hospitalini. Kwa ufupi Temi alimsimulia kila kitu kilichotokea, huku Alex naye akimshukuru. Alifanya kilichomleta akaondoka. Alipokuwa anatoka, Lucy naye akawa ndo anaingia. Alianza kumuuliza mlinzi atakuwa ni nani na alikuwa anatafuta nini. Mlinzi alimueleza kuwa alikuwa amekuja kumuona Alex. Akamuuliza una uhakika? Jamaa akasema ndiyo. Lucy aliingia ndani yeye akiwa anaonekana kuwa hana furaha. Baada ya siku Alex alimuita meneja na kumwambia kuwa daktari ameshauri jamaa anafanyia kazi nyumbani hadi mwisho wa mwaka. Hivyo anataka kuanza kufanyia kazi nyumbani, huku meneja akiendelea kufuatilia mambo ya ofisini. Meneja alikubaliana naye, akidai kuwa furaha yake ni kumwona akiwa vizuri. Alex alimshukuru kwa kila kitu anachomfanyia. Vile vile akamwomba msaidie mmoja wa wafanyakazi au anamsaidia kazi pale nyumbani. Siku iliyofuata Temi aliitwa ofisini kwa meneja. Akapewa taarifa ya kuwa atabidi aanze kwenda kufanyia kazi nyumbani kwa Alex. Alishtuka sana na kuuliza kwa nini achaguliwe yeye. Meneja alijibu kuwa hana haja ya kuuliza maswali. Ikiwa bado anapenda kazi yake, kesho asubuhi aanze kwenda kwa jamaa. Temi alipofika nyumbani alianza kulalamika, akidai wanachomfanyia sio kitu kizuri, na hasa anayemhofia ni Lilian. Rose alimtuliza, akamwambia tulia bwana, mbona una papala sana? Temi alitulia akamuuliza nitafanyaje sasa? Alichomwambia ni kuamka asubuhi, kujiandaa na kuvaa vizuri na kwenda kazini. Kazi kwisha. Siku ya kwanza alipofika pale moja kwa moja alikutana na Lucy. Akamuuliza yeye ni nani na anafanya nini pale. Baada ya kujitambulisha alimwonyesha sehemu ya kukaa. Akamwomba msubiria aende kumuita Alex. Lucy alipofika chumbani kwa Alex alianza kulalamika, akidai kwa nini amuite mfanyakazi mwingine kuja kufanya kazi pale nyumbani ikiwa yeye yupo. Alex aliomba msamaha kwa kutomfahamisha. Lucy aliendelea kusema kwamba anaweza kufanya kila kitu kwa ajili yake na anaweza kuwa katibu wake pia. Alex alikataa, akasema kwamba anayemfanyia anatosha. Anamfulia nguo, anampikia chakula, anafanya usafi, hana hata cha kumlipa. Hivyo ndio maana hajapenda msumbue. Lucy alimweka wazi kuwa aliacha kazi kwa ajili yake, hivyo hakuna ambacho hawezi kumfanyia. Jamaa alishtuka sana na kumuuliza kwa nini. Lucy alianza kumwambia kwamba hakuweza kukaa na kumuona jamaa anateseka, ikiwa anaweza kumsaidia, na ndio maana aliacha kazi ili aje kuwa naye hadi atakapokuwa sawa. Alex alimshukuru kwa kila kitu, ila akamjuza kuwa Temi lazima aendelee kuwepo. Temi alipofika nyumbani alimwambia Rose kuwa amekutana na mwanamke mwingine tofauti na Lilian aliyemtukana bila sababu. Rose akataka kuanza kujua huyo mwanamke ni nani yake Alex. Temi akamkumbusha kwamba amemwambia aende kafanye kazi, asingilie mambo ya watu. Anaanzaje kumuuliza watu wanavyohusiana na bosi wake? Siku zilisonga, Alex na Temi wakawa wanachapa kazi kama kawa. Lucy akaanza kujifanya kana kwamba anapendana na Alex. Haya yote anayafanya ili Temi aone kwamba jamaa ameshachukuliwa. Kadri ya siku zilivyosonga, ndivyo Temi na Alex walizidi kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Lucy naye alikuwa achoki na vituko vyake, mara avae na kuja kujionyesha. Alex kwa kuhofia kumwaibisha hakuwa anabudi kumsifia. Temi naye kama kumsapoti mwanamke mwenzie naye akawa anamsifia. Alex akaanza kumsifia naye kuwa naye anapendeza zaidi.
Kuna hii siku Tema alikuwa kwa Alex wakifanya kazi. Jamaa akawa hajisikii vizuri. Alimwomba Tema aendelee na kazi na arudi mara moja. Akatoka na kuelekea chumbani kwake. Baada ya muda Tema kaelekea jikoni kuchukua maji. Aliporudi simu ya Alex ikawa inapigwa. Alimuita Bella na kumtaka achukue simu ampelekee bosi wake. Bella alirudi akidai kwamba bosi wake hajaitika na amegonga mlango umefungwa. Alimtaka aende nje akamwangalia kama atakuwa huko. Bella aliporudi alimwambia kuwa hayupo hata huko nje. Basi wakaanza kupata wasiwasi. Moja kwa moja wakakimbilia chumbani kuangalia kwamba atakuwa amepatwa na chochote. Walijitahidi kumgonga kwa nguvu bila mafanikio. Tema akamtaka Bella aende akalete kisu ili waweze kuvunja kitasa. Akiwa amepaniki na huko anaendelea kugonga kwa nguvu, Alex alikuja na kufungua mlango. Mshikaji akawa yupo kifua wazi. Alipomuuliza kuna shida gani, tena alimwambia kwamba alipata wasiwasi kadhani amepatwa na kitu kibaya. Alex alimtaka radhi na kumwambia kwamba alikuwa hajisikii vizuri, akaamua kwenda kujimwagilia maji. Tema alianza kuomba msamaha kwa jinsi alivyokuwa kigonga kwa nguvu. Jamaa akamwambia asijali. Alimpa simu yake na kutaka kuondoka. Jamaa akamuita. Tema alipogeuka Alex alianza kumtania akimwambia yuko sawa. Hebu ona hapa. Kwani uone hizi nyama? Tema alianza kutabasamu. Alex akamwambia ajaribu kuwa anatabasamu mara nyingi, maana kitabasamu anapendeza sana. Tema alishukuru na kutaka kuondoka. Alipopiga hatua mbili jamaa alimuita tena. Akageuka na kumwambia unaweza kutabasamu tena? Bila yana Tema alitabasamu. Jamaa akafurahi. Siku hizi jamaa anajiandaga kama mtu anayetaka kutoka, ili mradi tu mwanamke amkuta akiwa yuko vizuri. Yaani hadi Lucy anakuwa haelewi akimwona anavyojiandaa. Siku hizi Alex na Tema wameanza kuzoeana. Wakipumzika kidogo wanaanza kupiga story. Kuna hii siku Rose aliwaona. Aisee aliumia sana. Alishindwa kujikaza kumuita Alex aongee naye. Alimpeleka chumbani na kuanza kulalamika, akidai amezoeana sana na Temi, kitu ambacho sio kizuri. Anajua kabisa kuwa mazoea huleta dharau. Inakuwaje anaanza kuzoeana na katibu wake namna hiyo? Alex alimtuliza na kumwomba msamaha, akimwahidi kwamba hatarudia na atajitahidi kukaa mbali naye. Siku hizi Alex halali hadi ahakikishe mrembo amefika nyumbani salama. Yaani hata usiku wa manane ataendelea kupiga simu hadi Tema atakapopokea na kumwambia kuwa amefika nyumbani salama, ndipo atulie. Kitu hicho Rose kiliendelea kumuumiza. Akaona ni jinsi gani anavyomjali na kumthamini. Maana alimfuata na kumuuliza, Alex naye akamweka wazi. Baada ya siku lile alirudi kutoka shule, akapokelea kwa furaha kubwa sana. Kuna hii siku Lucy aliwafumania jamaa yake wanamweka sawa mrembo. Alex aliamua kutumia meno, yani kama vile anataka kumpa love bite. Hii hatari. Tema alipoona hali ile alikimbilia chumbani kwake akitapatapa. Lilian alipomkuta na kumuuliza na shida gani, alimueleza kila kitu kuwa anampenda kaka yake tangia kitambo. Ila Alex hajali hisia zake, yani hajui afanye nini ili jamaa aone kama anapendwa. Lilian alimpa pole akidai kwamba hakuwahi kujua. Alimwomba ampe muda kidogo aende kuongea na kaka yake. Alex akiwa chumbani kwake kuchukua document fulani, dada yake alimkuta huko na kuanza kumchana. Hivyo ni mwanamume gani usiyekuwa na shukrani? Mwanamke akupenda, akubali hata kuacha kazi yake ili aje akutunze. Lakini haya yote wewe huoni tu. Unakimbilia kupendana na hao katibu wako ambaye hana mbele wala nyuma. Alex alianza kumuuliza na maanisha kitu gani. Ikabidi yeye anamweka wazi kwamba Lucy anampenda na amefanya kila kitu ili amuonyeshe kama anampenda. Hivyo jamaa sijaribu kujifanya haone. Alex aliendelea kuchanganyikiwa huko akiuliza ni kitu gani anamaanisha. Lilian alimwacha pale akaondoka huku jamaa akiendelea kutafakari. Alex alichukua ile document na kurudi kwa Temi. Wakiwa bado wanaongea, Temi aligundua kwamba jamaa moyo wake unapiga kwa mbio. Temi alimuuliza kwa nini una hema hema? Alex alimweka wazi, akamwambia kuwa anajaribu kuongea naye ndio maana anakuwa hivyo. Temi alianza kumsogezea nywele pembeni huku akimtizama. Kumbe dada yake bwana naye anawachola. Ila Alex hakutaka kumalizia kila kitu pale. Siku ile Temi akiwa ametoka kazini, hata kabla hajafika chumbani, mlango uligongwa. Alipofungua mlango alishtuka kumuona Lilian. Lilian alimuuliza ikiwa anaweza kuingia ndani. Temi akamkaribisha. Lilian aliingia na kuanza kumtukanya, akimuonya akae mbali na kaka yake. Temi naye alikuwa hajui kinachoendelea, maana hakuwa na imani kwamba jamaa anampenda. Maana hakuwa anaamini kwamba Alex atakuwa tayari amesha move on. Aliendelea kumtukana hadi rafiki yake alipotoka chumbani na kuja kusikiliza. Rose alikaa pembeni bila kuongea chochote, huku akimchola Lilian. Lilian alimtaka Temi aandike barua la kuacha kazi, la sivyo atamfanya kitu kibaya. Baada ya Lilian kuondoka, Rose alianza kuuliza kinachoendelea. Temi akawa hana cha kuelezea, maana haamini kwamba Alex atakuwa anampenda. Rose alionekana kukasirika na kuanza kutafakari ni kitu gani aweze kumfanyia. Siku iliyofuata Alex alipokea simu kwamba Temi ameacha kazi. Yaani hata hakuamini. Akawa anauliza na kwaje anaacha kazi kioleleole na namna hiyo? Mshikaji alikosa hata hamu ya kula, akatoka na kuondoka zake. Alipokutana na Frank alimweleza kila kitu kinachoendelea. Akimweleza kuwa alijaribu kumpigia, akagundua kuwa amekula block. Maana akitumia namba nyingine simu inapita. Alimweka wazi anavyompenda yule mwanamke. Yaani tangia muone hajawahi kuacha kumfikiria. Frank alimwambia kuwa anamuelewa, ila kumpenda Temi, ikiwa Temi naye hampendi pia, haitasaidia. Hivyo inabidi afocus na Lucy ambaye anaonyesha kwamba anampenda. Alex alipofika nyumbani, alimkuta Lucy akiwa amemsubiria. Alianza kumuuliza ni kitu gani alichomkosea, maana ni kama anamkwepa. Hivyo amweke wazi, yeye anatamani undugu wao uendelee.
Anatamani mambo yawe mazuri kama alivyokuwa zamani. Kuna hii siku Frank alimtembelea rafiki yake Alex. Alex akachukua fursa ile kumweleza kuwa yeye anayempenda ni Temi. Kila muda anazidi kumfikiria na anavyomfikiria ndivyo anavyozidi kuzama ndani ya mapenzi yake. Frank alipouliza kuhusiana na Lucy, Alex alimweka wazi kwamba amejing'ang'aniza kumpenda ila ameshindwa. Anampenda kama rafiki yake ila hana hisia za kimapenzi juu yake. Temi kwa kuwa hana kazi bwana, siku hizi anashinda nyumbani. Sasa kuna huyu kaka yake na rafiki yake Lozi akawa amekuja kuwasalimia. Temi alianza kumpiga mkwala, aswa amekuja kumwomba dada yake pesa. Jamaa kadai kuwa alikuja mtaa wa jirani kununua simu, hivyo akaona pite kuwasalimia madada zake. Alipomwonyesha simu, Temi akagundua kuwa haiwaki. Akamuuliza mbona sasa simu yenyewe haiwaki? Jamaa alimwambia kuwa imeisha chaji, ila simu ipo gado. Jamaa alimwomba msaidie aichaji. Akamuuliza kwani simu haijaja na chaja jamani? Akamwambia bwana, hizi ni simu tunanunua hapa mitaa. Si unajua mambo ya wajanja, huwezi kuanza kuulizia chaja bwana. Alipoahidi kumchajia simu, jamaa alimwomba atoke kidogo, arudi baadaye kuchukua simu na aone kama dada yake atakuwa tayari amesharejea. Mida ya baadaye mshikaji alirudi. Aliwasha na kuanza kuangalia vitu ambavyo vipo mle ndani. Alimpa ile simu Temi ili ahakikishe kwamba simu ipo gado, maana alikuwa kama haamini. Temi alishtuka alipoona picha za Alex akiwa na marehemu mkewe pamoja na mtoto wao. Jamaa alipouliza ikiwa kuna shida, Temi alimweka wazi kuwa zile picha ni za bosi wake, huku akitaka kujua ile simu ameipata wapi. Mshikaji alimweka wazi kwamba amenunua kwa jamaa fulani. Temi alimwomba mtumie kila picha iliyopo ndani ya ile simu. Jamaa bila kusita akamtumia picha zote. Kwa baadaye Rose aliporudi wakiwa anapitia zile picha, waligundua kuwa kuna picha ilikuwa imewekwa misalaba kwenye sura ya mke wa Alex na mtoto wao. Moja kwa moja walianza kuhisi kwamba mke wa Alex na mtoto wake huenda hawakufariki kwa ajali kama inavyoelezeka. Temi alimuuliza rafiki yake Rose afanye nini. Rose akamwambia utakachokifanya chochote, kaka yangu asihusishwe. Siku iliyofuata Temi alirudi nyumbani na kumwambia Rose kuwa alikuwepo kituo cha polisi na mapolisi wameahidi kutoa ushirikiano wa kutosha hadi kujua kilichotokea. Kumbe kaka yake na Rose alitoa mtu aliyemuuzia simu. Msako kaendelea hadi mwenye simu akashikwa. Wakiwa bado wanaongea walipigiwa simu mara moja. Wakaambiwa kwamba aliyehusika na mauaji amekamatwa. Hivyo waelekea kituo cha polisi na waongozane kwa Alex. Huku nyumbani kwa Alex watu wakiwa wamekaa mezani wanakanyaga msosi, mlango ukagongwa. Lucy alimuita Bella na kumtaka aende akafungue mlango. Alipofungua mlango mapolisi waliingia na jamaa aliyekuwa amefungwa pingu. Lucy alipomuona alianza kuficha sura. Alex alisimama kwa mshangao. Hakuamini macho yake kumuona Temi. Mmoja wa maafisa polisi alijitambulisha na kusema kwamba yuko pale kumkamata Lucy. Lucy tayari ameshaanza kupagawa, yaani anajua alichokifanya huyu. Alex na Lilian walimgeukia kwa mshangao wakimtizama, maana hawakuwa wanajua kinachoendelea. Mapolisi walimuuliza ikiwa anamjua yule jamaa aliyekuwa ameshikwa, akaanza kumkana. Walipomwambia kwamba yupo chini ya ulinzi alianza kupiga kelele akidai kwamba hajafanya chochote. Jamaa alimshikia hata bunduki. Walimchukua kinguvu na kumpeleka. Alex naye akapoteza fahamu. Baada ya Lucy kufikishwa kituoni na kupigwa sawasawa, alianza kueleza kila kitu. Alikubali kuwa yeye ndo alimtuma yule jamaa aende kuoa mke wa Alex na mtoto wake, akidai kuwa tangia utotoni alimpenda, ila jamaa hakuwahi kumzingatia. Alisimulia hadithi yao ya utotoni na kila kitu kilivyotokea, jinsi alivyoumia alipogundua kwamba Alex yupo kwenye mahusiano. Alijitahidi kuweka vikwazo kwenye mahusiano akashindwa, kwenye ndoa akashindwa, akaona njia sahihi ni kumuoa mkewe na mtoto. Baada ya kueleza kila kitu, afisa polisi alimuonyesha kuwa alikuwa anamrekodi, hivyo atakutana na hukumu yake mahakamani. Lucy alibaki akilia kwa majuto bila msaada. Upande wa Alex tunamwona akiwa na dada yake na rafiki yake Frank. Dada yake Lily analizidi kuomba msamaha akidai kwamba alidhani anamsaidia. Hakuwa anajua kuwa alimfungulia milango adui yake nambari 1. Alex alianza kupitia maumivu upya, kila ikikaa machozi yanamtoka. Baada ya siku Temi na Rose walikuja kwa Alex. Lily anaanza kutaka kupiga magoti akiomba msamaha. Temi alimkataza kufanya vile, akamwomba akae waongee. Lily analizidi kuomba msamaha, Temi akimjuza kuwa tayari ameshamsamehe. Alex naye alichukua nafasi ya kumshukuru, akimwambia kuwa asingekuwa yeye angekuwa tayari ameshakufa, na hata angelikuwa bado anaishi angelikuwa bado anaamini katika uongo. Waliendelea kumshukuru, Lilian naye akimshukuru pia. Baada ya siku Alex alimwalika Temi kuja kuchangia naye chakula cha jioni. Wakiwa naongea, Alex alifungua moyo wake na kumweleza kwamba anampenda na ameanza kumpenda tangia kitambo. Mwanzo alidhania kwamba itakuwa ni mihemko, ila kadri ya siku zilivyosonga kaja kugundua kwamba anampenda sana. Temi alimwomba ampe nafasi akalifikirie, aje ampe majibu siku nyingine. Alex alikubali akiahidi kusubiria kwa utulivu. Walianza kuangaliana vijicho. Unaweza kujua kwamba watu wanapendana hata kwa kuangaliana tu. Temi alipofika nyumbani na kumpa taarifa ile Rose alisogea kando yake na kumwambia waanze kuchagua nguo za harusi. Yaani wanawake na harusi kwa mtu anayempenda hawachelewi kabisa. Baada ya miezi miwili Temi akiwa amekuja kumtembelea mshikaji, Alex alipiga goti na kumwomba mvalishe pete ya uchumba. Temi bila kuchelewa alikubali. Alex alipomaliza kumvalisha pete alimnyanyua na kukumbatiana. Mapenzi yanaweza kuja kwa muda na njia ambao hukutarajia.
Ndiyo maana muda wote watu tunaambiwa kukaa tayari, na hakikisha ukipendwa unapendeka. Na huu ndio mwisho wa movie yetu hii. Kwa wale wageni wetu niwakumbushe kusubscribe ili waendelee kupata kazi zetu bora. Vile msisahau kulike, kucomment na kushare. Uliyekuwa mtega sikio ni mimi Elrashad Kamangira, the guy from East Africa. Bye.